Ninawakaribisha sana kwa kuona ni vyema. Tunajua ya kwamba studio ni mingi sana, lakini vile umechagua uwe hapa nasi siku ya leo, tunasikia kwamba tumeheshimika sana, kwa sababu haungefungulia redio yako, haungefungulia hiyo runinga yako, sijui sisi tungeongelesha nani. Lakini tunashukuru sana kwa sababu uko hapo, na ninajua Mungu ako na mipango miema ya kukuinua na kukubariki. Naenda kukuletea neno la Bwana siku ya leo, na ninajua ya kwamba Mungu anaenda kuhudumia, Mungu anaenda kushuka, Mungu anaenda kutenda jambo lisilo la kawaida ndani ya maisha yako, maana Mungu anakudhamini sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaniambia kwamba Mungu akamuumba binadamu kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Akaumba binadamu kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni kusema namna gani, mtazamaji na msikilizaji? Mungu aliumba vitu vingine vyote. Akaumba maji, akaumba misitu, akaumba wanyama, akaumba bingu na dunia. Lakini hakuna kitu chochote aliweza kukikaribisha ama kukaribiana nacho kama binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuambia wewe ni mtu wa dhamana sana. Wewe ni mtu mkubwa sana. Wewe ni mtu, Mungu ako na mpango mzuri sana na wewe. Mahali Mungu anakupeleka, usijione ukiwa chini, uone kama unaisha. Nimekuja kuongea na mtu hapa ambaye pengine ameona leo ajitie kitanzi kwa sababu ya depression ambaye anaipitia. Nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba Mungu anakudhamini. Mungu anakupenda. Mungu aliwacha kuumba vitu vingine na mfano wake mwenyewe, akakuumba wewe ukiwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtu wa dhamana. Wewe ni mtu speciali. Wewe ni mtu mtu wa nguvu sana. Mtu wa nguvu. Usione hukula jana, uone kama Mungu ana haja na wewe. Usione ya kwamba watu pengine wanataka kuchota, usione kama Mungu alikuacha. Usione kama umefuatwa na maloni mingi, uone kama Mungu alikuacha. Hapana, nimekuja nikuambie ya kwamba Mungu aliwacha watu wengi sana kwa sababu ya wewe. Mungu aliwacha mambo mingi. Hata ndovu, wanyama wale wakubwa sana, hafanani kama Mungu. Wewe ndio unafanana na Mungu. Wewe ni mtu wa dhamana sana. Wewe ni mtu speciali sana. Jisikie ya kwamba hata kama mambo haijakaa vile ulikuwa unafikiria, lakini nataka nikuambie leo ujisikie ya kwamba Mungu anakupenda. Ni kweli ukiguza mfuko wako, kibeti chako, unasikia kwamba hakuna kitu. Hiyo si kumaanisha Mungu alienda. Mungu ako pamoja na wewe. Mungu anakupeleka mbali. Si umeona hata dola imeanza kuamuka? Hata wewe maisha yako itaamuka. Hata wewe maisha yako itainuka. Shilingi ikiinuka, maisha yako inainuka katika jina la Yesu. Amen. Nataka tusikie neno la Bwana, na ninajua Mungu anaenda kutubariki na kututenda mema. Tutasomewa na ndugu yetu na kisha tutaendelea. Katika Wafalme wa Pili 6 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema namna gani? Siku moja wanafunzi wa manabii. Simama hapo kwa siku moja kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie siku ya leo, siku hii Mungu anasema siku moja. Haleluya. Ninakuambia leo ikiwa ni siku hii moja, hii siku ndiyo Mungu anabadilisha maisha. Hii siku Mungu anaongea juu yake. Hii siku ambayo ni siku ya leo, siku ya baraka na siku ya kibali. Mungu hajaongea siku ya jana, hajaongea mambo ya siku nyingine. Amesema siku moja. Hajasema mambo ya siku 40. Hajasema siku 365 mwaka mzima. Ameongea mambo ya siku moja. Siku ambayo ni siku ya leo. Mungu atembei na masiku mingi. Mungu atembei na watu wengi. Mungu atembei na wasomi wengi. Mungu huwa anatembea na kitu kimoja. Kama vile amesema leo kwa siku moja. Siku moja peke yake. Siku moja maisha inabadilika. Ni kweli umefanya kazi siku mingi, lakini haujaweza kujisaidia. Ni kweli umesukumana, umeng'ang'ana miaka mingi, lakini Mungu alikuwa anagojea siku moja tu. Siku ambayo ni siku ya leo. Ninasema leo ikiwa ni siku hiyo ambayo Mungu ameitanguliza, ni siku speciali. Ni siku iliyo na maana makubwa. Ni siku ya kukuinua. Ni siku ya kukubariki. Ni siku ya kubadilisha maisha yako. Siku hiyo ni siku hii ya leo. Akasema namna gani? Siku moja wanafunzi wa manabii walimlalamikia Elisha wakisema. Wakasemaje?
Mahali hapa tunapokaa ni padogo sana kwetu. Tusimame hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya siku hiyo moja, unakuta hapa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Na hapa ako mahali alikuwa anahudumia Mungu, na wako pia pale na wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa nabii. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba alikuwa mwalimu wao, alikuwa pasta wao, alikuwa kiongozi wao, alikuwa mtu ambao walikuwa wanatumainia. Huyu mtu wa Mungu sasa wako na wale watu wake, wako pale sasa na wanaendelea na maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mafunzo walikuwa wanawafunza, kuna mwelekeo walikuwa wanawapatia, na kuna mambo mengi walikuwa wanafanya. Na hao wana manabii wakiwa pale wamekaa, kulingana na vile walikuwa wanazaana, kulikuwa na vile walikuwa wanakaa, wakamwambia mtumishi wa Mungu, mahali ambapo tuko leo, mahali hapa ni padogo zaidi. Mtu wa Mungu, unataka tufanye namna gani? Tuendelee. Turuhusu twende Yordani, turuhusu mtumishi wa Mungu, turuhusu. Haleluya. Turuhusu. Mahali hapa niko ni padogo. Niruhusu. Mahali ninafanyia kazi ni mahali padogo sana. Niruhusu. Mungu, niweze kuenda ng'ambo. Mahali hapa tuko ni padogo zaidi. Hata kujisungusha ni kazi. Hata kutembea ni vigumu. Kwa sababu mahali tulipo ni pahali padogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja nikueleze ya kwamba mahali uliko ni mahali padogo zaidi. Hakuna kitu unaweza kifanya. Hiyo kaploti kako ka 40 by 60 ni kadogo sana. Unataka Mungu akubariki na nyumba kubwa ya ghorofa, lakini mahali hapo ni padogo sana. Umeomba Mungu na ili akupanulie. Watumishi wale wa Mungu wakamwendea Elisha, wakamwambia mahali tuko hapa ni mahali padogo sana. Mtumishi wa Mungu, mahali unahudumu, mahali unafanya kazi ya Mungu, umemuita Mungu, umemuomba Mungu aweze kukupanulia. Mahali mnaabudia Mungu, hiyo kanisa mahali mlipo ni padogo sana. Na umekuja kumuomba mtumishi wa Mungu aliyekupaka mafuta, ndiye aweze kukusaidia, aweze kukusaidia na uweze kupanuka, na uweze kupanuka, na uweze kupanuka, na uweze kupanuka. Umeomba sana. Mahali mnaitia Mungu, mahali mnaomba Mungu ni padogo sana. Unataka kupanuliwa, unataka kupanuliwa. Kuna kijana ambaye amemuomba Mungu, kumnaye dada ambaye amemuomba Mungu, amekaa peke yake, anataka ndoa ili aweze kupanuka, ili aweze kupanuka, ili waweze kupanuka wakiwa kama familia. Watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu wamemwendea mtumishi wa Mungu, wanamwambia turuhusu. Haleluya. Turuhusu tu. Turuhusu twende Yordani. Turuhusu twende Yordani. Tukate miti. Turuhusu tupanuke. Turuhusu twende. Turuhusu twende tukafanikiwe. Turuhusu twende tukapanuke. Turuhusu twende tukaweke kazi. Turuhusu tuweke branch nyingine. Turuhusu twende tukakate miti. Turuhusu twende. Ile hali ya kukata miti ni hali ya kutafuta mali. Ni hali ya kutafuta fedha. Ni hali ya kupanua kazi. Ni hali ya kupanua biashara. Ni hali ya kupanua ndoa. Ni hali ya kupanuka. Turuhusu tukakate miti. Tukakate miti. Tukakate miti. Mtumishi wa Mungu, nimekaa Kenya sana. Nataka uniruhusu nifungulie njia ya kwenda ng'ambo. Niende nikapanuke. Niende nikakate miti. Nikikata miti kule nitarejea hapa Kenya. Tujenge Kenya yetu. Tujenge nchi yetu. Mtumishi wa Mungu, turuhusu siku ya leo. Ninaongea na mtu ambaye siku ya leo amemuita Mungu, amemuita Mungu, na hata amemwendea mtumishi wake yule ambaye ni mchungaji, ambaye anamchunga na anamuuliza maswali mengi sana. Anamwambia mtumishi wa Mungu, vile nakaa leo sio vile nafaa kukaa. Nafaa nipanuke. Nafaa nipanuke. Niruhusu tu niende nikakate
tukakate miti, niruhusu tu niende nikatafute mali, niruhusu tu, na nikirudi hapa tutajenga kanisa kubwa, tutainua madhabahu ya Mungu, turuhusu tu, turuhusu tu, turuhusu tu. Haleluya. Turuhusu twende Yordani tukakate miti ili tujijengee mahali patakapo tutosha. Mahali ambapo patatoshea. Kwa sababu mahali tuko ni mahali padogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wengi wako na hilo lombi. Kuna watu wamemwendea Mungu na hata wameendea mtumishi wa Mungu kuomba ombi hili ya kwamba mahali wanakaa, hiyo duka ambayo wanafanyia kazi, hiyo kibanda ambayo anafanyia kazi, hiyo pikipiki ambayo anafanyia kazi, anataka ingine na nyingine. Anasema ni padogo. Turuhusu tuende tu tukakate miti ili tuje tujenge kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaenda. Elisha akawajibu, nendeni. Elisha akawajibu, nendeni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hakuna kitu kizuri kama kuuliza mashauri. Ni vizuri watu wa Mungu wakati wowote, aidha umefinywa na maneno ama hujafinywa na maneno, muendee baba yako, mtumishi wa Mungu, muulize maswali, ako hapo ili aweze kukusaidia. Muendee mtumishi wa Mungu, usienende huko mambo ilete shida, mambo ikuende murama, uje tena umlalamikie mtumishi wa Mungu. Ende kwa mtumishi wa Mungu. Na ninafurahia sana watu ambao huwa wanamwendea mtumishi wa Mungu na kumuuliza maswali, niende hapa ama nisiende, nianze kazi hii ama nisianze, ninunue plot mahali fulani ama nisiende huko, nikienda hivi mambo itakuwa namna gani? Mtumishi wa Mungu, nisaidie. Mtumishi wa Mungu, nisaidie. Nisaidie tu, nipe mashauri, nipe mashauri. Watu wa hawa wakaenda kwa mtumishi wa Mungu kuitisha ama kuomba mashauri. Naye baadaye akawaambia, nendeni. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahishwa na huyo mtu wa Mungu. Nafurahishwa sana na mtu wa Mungu. Maana waliwasikiliza na akaona ni vyema na akawaambia, basi nendeni. Nao watu hawa wa Mungu hawakuwa na lingine bali wakachukua hatua na wakaelekea katika mto Yordani. Wakati walifika Yordani, kulitendeka namna gani? Mmoja wao akamuomba akisema, mmoja wao akaomba akisema, tafadhali uwe radhi, tafadhali tu kubali uende na watumishi wako. Uende na watumishi wako. Naye akajibu, namna gani? Nitakwenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana baada ya watu hawa kuweza kuomba radhi kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akakubali kuenenda na wao. Sasa sijui kama alienda na wao kama vile mzima ama walienda kifiziko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninajua vizuri watu ni wengi, na mtumishi wa Mungu hawezi akatembea kila mahali, lakini nafurahia wakati mtumishi wa Mungu amekuomba nawe aseme ya kwamba wewe tutaenda na wewe kama vile Elisha alikubali. Ninajua Jehova hata kama mtumishi wa Mungu hatatembea na wewe, malaika wake atatembea na wewe akikuambia nenende, ujue mtumishi wa Mungu amekutumia malaika. Haleluya. Haleluya. Mtumishi wa Mungu wakati unakuja kumuuliza, nataka kwenda hospitalini maana niko na mgonjwa, mtumishi wa Mungu anakuambia enenda, tutaenda pamoja. Si lazima mtumishi wa Mungu aingie kwa gari muambatane. Malaika ametosha. Malaika wa Mwenyezi Mungu ambaye anakutumia muenende na yeye, utakuta ametangulia katika hiyo hospitali. Malaika wa Mungu atakutangulia katika hiyo kazi, katika hiyo biashara. Ukisikia mtumishi wa Mungu anakuwa
ninakuambia mambo itakuwa sawa. Enda, mambo itakuwa sawa. Sio lazima mtumishi wa Mungu aenende na wewe, lakini akisema enda, Mungu atakutangulia. Malaika wa mtumishi wa Mungu ni lazima atakuwa na wewe. Malaika wa Mungu ni lazima atakuwa na wewe, hata kama ni ng'ambo, hata kama ni ng'ambo. Mtumishi wa Mungu akikupatia go ahead ya kwamba enenda, malaika wa Mungu anakutangulia. Malaika wa Bwana anakuwa pamoja na wewe. Amen. Hallelujah. Hivyo akaenda pamoja nao. Hivyo malaika wa Bwana akasonga na wao. Na walipofika mtoni Yordani, walipofika huko Yordani, wakaanza kukata miti. Wakaanza kukata miti. Wakaanza kukata miti. Wakaanza biashara. Wakaanza kazi. Wakaanza mambo yao. Wakaanza kufuga. Wengine wakafuga nguruwe. Wengine wakafuga ng'ombe. Wengine wakanunua manguo. Wakauza manguo. Wengine wakafungua maadwe. Wengine wakanunua kila walinunua. Wakafanya kazi. Wakafanya biashara. Biashara ikanoga. Biashara ikawa kubwa. Kazi ikaendelea. Kazi ikaendelea. Wakakata miti. Wakakata miti. Wakakata miti. Wakaendelea na kazi. Kazi ikaendelea. Maana malaika wa Mungu alitembea pamoja na wao. Hallelujah. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakatembea pamoja na huyu mtumishi wa Mungu. Wakafika kule mto Yordani, katika ule msitu mahali walikuwa nakata miti. Wakaanza kufanya kazi. Wakaendelea na kazi. Kile kinanifurahisha ni ya kwamba hawa watumishi wa Mungu walikuwa watu wenye bidii. Watu wenye bidii. Hawakusema ya kwamba sisi ni watoto wa nabii, tutakaa chini tu. Hawakukaa chini. Hawakukaa today. Hawakuwa watu wa kusaidiwa. Ni watu walikuwa na bidii. Walisema tutafanya kazi na mikono yetu. Wacha nikuambie, wakati utaamuka na kusonga mbele, Mungu mwenyewe ataamuka na wewe na kujituma. Wakati umejituma, Mungu anakuja, anatembea na wewe, anatembea na wewe. Ninakuambia leo, fanya kama vile watumishi wa Mungu walisema ya kwamba sisi hatutakaa hapa tusaidiwe. Hatutakaa hapa tusaidiwe. Hata kama kuna shida, hatutakaa hapa tusaidiwe. Hawa watumishi wa Mungu walijua ni lazima wataenda nje. Walisema ni lazima wataenda. Wataenda, wataweka makrusade huko. Wataweka conferences huko. Hawakukaa hapo tu na baba. Hapana. Hapana. Hawakugoja tu washirika hapo. Hapana. Walienda huko nje. Walikuwa watu wenye bidii. Wakaenenda nje na wakapiga injili. Wakapiga injili. Wakapiga injili. Wakafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea leo na mtu ambaye ako na bidii. Jikaze. Maana wakati unajikaza, mkono wa Bwana unatembea na wewe. Mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Wakati unajikaza, wakati unajikaza, Mungu anapenda watu walio na bidii. Watu walio na bidii. Watu ambao wanajikaza. Kama watu hawa watumishi wa mtumishi ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Wakasema, Baba yetu, sisi hatutakaa hapa. Tunataka kufanya kazi. Tunataka kufanya kazi. Enda na sisi. Tuende Yordani tufanye kazi. Na sasa tumesikia ya kwamba wamefanya kazi. Wanaendelea na kazi. Wanaendelea na kazi. Watu wa bidii wanafanya kazi. Hallelujah. Mahali unafanya kazi, fanya kazi na bidii. Kazi yoyote ambayo unaifanya, ifanye na bidii. Kazi yoyote ile, kuamuka na mapema na kurudi na majioni. Fanya kazi kama hawa watu wa Mungu. Hawakusema wameokoka walale tu. Hawakusema ya kwamba wako na mtumishi wa Mungu ataitisha kila kitu kitoke juu mbinguni, sisi tulale tu. Hapana. Ni watu ambao walitumia akili zao vizuri. Walijua ni kweli
wako na mtumishi wa Mungu, lakini hawatagojea kuishia tu hapo. Walijua ya kwamba hawatagojea wakufie hapo. Wanazaania hapo, watoto wanakuja hapo, wajukuu hapo, wako hapo wote. Wakaangalia, wakaona mahali tuliko ni mahali pabaya, kutaharibika. Sasa ni kujituma. Na kuambia leo, rafiki yangu, ndugu yangu, mahali ulipo, jitume leo. Jitume leo. Jitume leo. Jitume leo. Kazi ni kujituma. Jitume. Kama hawa watu wa Mungu walienda na wakafanya kazi na bidii. Haleluya. Mmoja wao alipokuwa anakata miti. Mmoja wao. Sema mmoja wao. Mmoja wao. Wakati walinakata miti. Mmoja wao katika ile harakati. Mmoja wao katika hiyo harakati. Wakati wanakata miti. Nini kilifanyika? Shoka lake likachomoka na kuanguka majini. Oh my God. Amen. Shoka likachomoka. Alilokuwa akitumia. Likachomoka. Shoka ambalo walikuwa wanalifanyia kazi. Kile walikuwa nakitumia. Kile kifaa walikitumia. Ndio hiyo kazi iweze kuwa ya baraka. Katika hiyo harakati shoka likachomoka na likaingia ndani ya maji. Wacha nikuambie mtazamaji na msikilizaji, wakati wote utaweka bidii, wakati wote utaita Mungu, wakati wote malaika wa Mungu watatembea na wewe. Hata kama kutakuwa namna gani, hata kama kuna shida itatokea, Jehova ni lazima atakuwa pamoja na wewe. Mungu hatakubali uaibike. Mungu hatakubali uaibike. Mungu hatakubali uaibike. Hata wakati wa kulia, Mungu wako pamoja na wewe. Nasikia ni kama alilia. Aliliaje? Akalia akisema. Sikia. Wakati umetembea na Mungu, sikumaanisha kilio hakiwezi patikana. Katika hiyo kazi unafanya, unaweza lia kidogo kwa sababu ya kaloni. Hauwezi kosa kulia kwa sababu unataka Mungu aingilie kati na ushindi wa Bwana uonekane. Kile kinanifurahisha ni ya kwamba hawa watu walikuwa wameita Mungu, naye Mungu akatembea na wao. Mtumishi wa Mungu wako pale na malaika wa Mungu wako pale. Kwa hivyo chochote ambacho kitatokea, Mungu atakuwa pamoja na yeye. Ninasema leo, chochote ambacho kitatokea katika hiyo kazi yako, katika hiyo ndoa yako, Mungu atakuwa hapo. Mungu atakuwa hapo. Na jeshi la mbinguni lote litakuwa hapo. Chochote kitachotokea. So as long wewe umejituma, wewe umejituma, wewe si mtu wa kuombaomba, wewe si mtu wa kushinda ukiomba, wewe si mtu wa kusumbua watu. Wakati wote umejituma, wakati wote uko kazini, wakati wote uko shughuli zako za kikazi, wakati wote ulalia, wakati hutalia kama vile mtumishi wa Mungu hapa analia, ujue ya kwamba Mungu ako karibu na wewe. Haleluya. Sasa Bwana wangu nitafanya nini? Amelia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kile kinanifurahisha ni ya kwamba yule analilia wako pamoja na yeye. Aliyemwambia tutatembea na wewe. Na kuambia leo katika jina la Yesu, hiyo kazi, hiyo biashara, hiyo ofisi, mahali popote ulipo na uko na kilio, umesukumwa kazini, unalia tu. Wacha nikuambie, kama Mungu alitembea na wewe, kama ulimuita Mungu awe pamoja na wewe, ako hapo hapo, ako karibu na wewe, ako hapo hapo. Amesikia. Na ninasema leo, wote walio na kilio, wote walio na kilio, wote walio na kilio kama hii kilio, wote walio na kilio, niwaambie Mungu ako pamoja na wao. Amen. Sasa Bwana wangu nitafanya nini? Shoka hili tulikuwa tumeliazima. Shoka hili ilikuwa loan. Hii ni pesa. Ilikuwa loan. Tulikuwa tumekopa. Tulikuwa tumekopa. Ndio tuwekelee. Mungu. Hii pesa ilikuwa ya wenyewe. Jehova. Hii pesa ilikuwa ya chama. Kuna mama analia. Anasema, iraresi ya kiama. Zilikuwa za chama. Nitafanyaje? Na nesia hea. Na zimechomeka. Nitafanya nini?
Ninakuambia mama, usiwe na shaka. Usiwe na shaka. Usiwe na shaka. Mtumishi wa Mungu na malaika wa Mungu wako hapo. Wako hapo. Wako hapo. Chochote kinaendelea wanaona. Hata shoka likishomoka ndani ya maji wanaona. Malaika wa Mungu anaona. Chochote kinaendelea yeye anaona. Hata wakati unalia yeye anaona. Amen. Elisha akauliza, lilianguka wapi? Namna gani? Elisha akauliza, lilianguka wapi? Mtu huyo akamuonyesha. Elisha akakata kijiti na kukitupa majini, na papo hapo shoka likaelea juu ya maji. Kazi imepotelea wapi? Imepotelea wapi? Pesa imepotelea wapi? Huyo mtoto amepotelea wapi? Huyo mtoto ambaye aliingia kwa changa, akaingia kwa hizo vitu, ni wapi? Ni wapi? Wakati anauliza hivi, anauliza na ujasiri, kwa sababu ako na uwezo. Mungu ako hapo. Na ndio ninasema Mungu ako hapo. Na kuambia Elisha hangekuwa na ujasiri, hangekuwa na huyu Mungu, hangeuliza hiyo maswali. Aliuliza hiyo swali, shoka limeanguka wapi? Maana alikuwa na jawabu. Bwana Yesu asifiwe. Alijua ni lazima Mungu atafanya miujiza. Ninasema leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Mungu anakuja. Wewe ambaye unalia, Baba anakuja. Mungu anakuja. Miujiza inakuja. Miujiza inakuja. Ni kweli umelia, ni kweli umelia, umedhiakiwa, umepigwa, unataka kuchotwa, kwa sababu kweli hiyo shoka ilikuwa la wenyewe. Shoka lilikuwa la kuwazima. Hiyo jambo, hiyo duka haujalipia, ilikuwa ya kukopa. Kila kitu kilikuwa cha kukopa. Hii kazi ambayo imechomeka ilikuwa yote ya kukopa. Unalia, lakini wacha nikwambie, Mungu ako hapo, na wewe. Ako hapo, anaona. Shoka anajua vizuri. Yeye ndiyo ulimuuliza na akakwambia enenda. Yeye ndiye alisema enda ng'ambo. Haukujipeleka. Uliuliza mtumishi wa Mungu uweke kazi Githurai, naye akasema enenda hapo, malaika anaenda na wewe. Wewe ulia kama konji, ulia Gikomba, ulia Roiro, mahali popote ulipo. Wakati uliuliza mtumishi wa Mungu akakwambia enenda, hauko peke yako. Na kuambia leo hauko peke yako. Unaweza kosa kuona malaika, unaweza kosa kuona mtumishi wa Mungu, lakini nataka nikuambie hauko peke yako. Hauko peke yako. Mahali ulipo hauko peke yako. Mungu wako hapo. Jehova ako hapo. Mwana wa Mungu ako hapo. Utatu wa Mungu uko pamoja na wewe. Usilie. Jawabu liko hapo. Na jinsi alivyokuwa amemwamini, alipokuwa akiwaambia waende na yeye, ndivyo tu amemwamini, akimuonyesha lilipoanguka. Hivyo mtumishi wa Mungu. Hivyo ile imani alikuwa nayo, hiyo ndio imani, ndio inafanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Weka imani. Weka imani. Uko na imani na Mungu wako. Uko na imani na Mungu wako. Uko na imani na Mungu wako. Usiwe na shaka. Usiwe na shaka. Mungu anakuja. Mungu anakuja. Sio kesho. Amesema leo. Anafanya kazi na siku moja. Hiyo siku moja ndio siku ya leo. Ndio siku ya leo. Ndio siku hii. Ndio siku hii. Ndio siku hii. Anajidhihirisha leo. Leo anajidhihirisha. Wewe uko hospitalini, umeshindwa namna gani? Utafanya namna gani? Wacha nikuambie katika jina la Yesu, mahali ulipo, hata kama ni kansa, hata kama ni kisukari, hata kama ni pressure, hata kama ni pneumonia, hata kama ni ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa figo, hata kama unafanywa dialysis, kile chochote
ambacho unafanywa pale. Nataka nikuambie, unaweza kosa kuona, lakini Mwenyezi Mungu ako pamoja na wewe. Usilie. Jehova ako pamoja na wewe. Amen. Yes. Elisha akakata kijiti. Elisha akakata kijiti na kukitupa majini. Na papo hapo shoka likaelea juu ya maji. Ambia mwenzako mahali ulipo ya kwamba shoka linaelea tena. Shoka linaelea. Kazi inarudi tena. Hiyo biashara inarudi tena. Afya inarudi tena. Hapo kazi iliishia. Hapo ndio inaanza. Hapo biashara iliishia. Hapo ndio inaanza tena. Hapo kwa hiyo ofisi hiyo inawaka moto. Hiyo unajiuliza kama utafika jioni ukiwa kwa hiyo ofisi. Hapo shoka lilianguka. Hapo ndio linalea. Haleluya. Nakwambia leo katika jina la Yesu, kama vile shoka liliweza kulea chochote chako ambacho kilianguka kinalea tena. Hiyo kazi inalea tena. Hiyo visa ambayo ilikufa, ambayo ilianguka, hiyo visa inalea tena. Kaa steady, kaa tayari. Gojea. Leo inalea tena. Hiyo ndoa iliisha, ikaisha kabisa. Ukaona ya kwamba hakuna uhai tena, kama vile shoka lilienda na likaenda. Oh my God. Hallelujah. Unaona ni uzito sana hiyo ndoa kurejea. Unaona ni uzito sana hiyo pesa kurejea. Unaona ni uzito hiyo gari ambayo ilichotwa kuweza kurudi tena, kwa sababu ulikuwa na pesa mingi sana za wenyewe. Unaangalia, unapiga mahesabu, unaona tena ni kama haiwezekani. Hao watumishi wa mtumishi wa Mungu Elisha, wakati shoka liingia ndani ya maji, shoka ujue ni chuma yenyewe ndio imeingia ndani ya maji. Na unajua chuma ikiingia ndani ya maji hakuna uwezekano tena ya kuweza kulia tena. Maana hii ni chuma imeingia ndani ya maji na hauwezi jua hiyo nini vile imeingia chini, imeenda kimo wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haujui na hata uelewi. Bwana Yesu asifiwe. Na hata pia haujui kama kulikuwa na matope ama majiwe ndani ya ule mto. Kwa hivyo haujui na hauwezi ukaelewa hiyo shoka yenyewe imeenda wapi. Nataka nikuambie wewe msikilizaji, wewe ambao unaniona, kile unaona ya kwamba hakiwezekani, kwa Mungu ni kidogo sana. Kwa Mungu ni rahisi sana. Hiyo yote unaona ni mzito. Umepimwa, wanaona kweli ni stage 4. Kifua kimekulika, figo zimekulika, kila kitu kimefunga. Unaona hiyo imeingia sana. Nataka nikuambie shoka lilikuwa limeingia sana. Shoka lilikuwa limeingia sana ndani ya maji. Shoka lilikuwa limeingia ndani ya matope sana. Lakini kwa masekunde, nasema kwa masekunde, Mungu akaingilia kati na ushindi wa Bwana ukaonekana. Nataka nikuambie na nikutie moyo siku ya leo katika jina la Yesu ya kwamba wewe hautakufa, wewe hautaisha. Ni kweli shoka limeingia ndani ya maji na limeonekana na watu wengi ya kwamba limechomoka na limeingia ndani ya maji. Watu wameona ya kwamba vile mambo yako iko, hata wanaangalia hawaoni uhai, hawaoni ukiunuka, wanaona kuisha, wanaona ukirudi nyumbani, ukirudi kule kwenu, wanaona ukiendaga. Lakini Mungu mwenyewe aliye na uwezo na nguvu anasema leo, kama vile shoka liliweza kulea, kama vile
vile shoka liliweza kulea, unainuka tena. Nasema unainuka tena. Ni kweli sikatai ilikuwa ya kuwazima. Ni kweli sikatai ulikuwa umeomba. Ni kweli ulikuwa umekopa. Kile uko nacho chote kilikuwa cha kukopa. Huoni faida yoyote. Kila chochote umechoto. Nataka nikuambie kuna uwezekano mkubwa. Kuna uwezekano mkubwa ya uhai urudi katika jina la Yesu. Umekaa nyumbani tangu shule zifunguliwe, hata hauna matumaini mtoto ya kwamba utaweza kufikia wale wengine katika hali ya masomo. Siku zimeenda nyingi, wewe hausomi, umekaa nyumbani. Ni kusaidiana na kazi za nyumbani. Hakuna karo, hakuna chochote. Sasa unashindwa utafanya namna gani? Na kuambia kama vile shoka iliingia ndani ya maji na maji macho ya watu, macho ya binadamu yakafika tu juu ya maji. Na kuambia kuna Mungu ambaye anaona ndani. Kuna Mungu anaona mpaka kule kwa matope. Mahali shoka iliingia, mahali shoka iliko, mahali iko, Mungu anajua. Elimu yako, masomo yako, wewe mtoto usiweze kulia, usilie tena. Mungu ako na mpango mzuri sana kwako wewe. Haujui kile kitafanyika, lakini kuna muujiza. Kuna muujiza. Kuna muujiza. Kuna muujiza. Kuna kile Mungu amepanga siku ya leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tukimalizia, Elisha akamwamuru alichukue, naye akanyosha mkono akalichukua. Unagojea nini wewe? Unagojea nini? Unagojea nini? Nauliza, unagojea nini? Unagojea nini? Neno limeshuka leo. Neno limeshuka leo. Choo chako kilichoingia ndani ya maji kikapotea. Sasa ni unyoshe mkono. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Sio watu wenu. Watu wenu sio wenye hii baraka. Hii baraka ni yako. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nasema unyoshe mkono. Upokee leo kilicho chako. Nasema leo katika jina la Yesu. Nasema upokee. Pokea hiyo shoka. Pokea hiyo pesa. Pokea hiyo elimu. Pokea hiyo ndoa. Pokea leo kilichopotea. Pokea leo. Nasema pokea. Nasema pokea. Nasema pokea kilichopotea. Wewe sio nyinyi. Biblia imesema wewe mwenyewe. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Ukishike wewe mwenyewe kilichopotea kinarejeshwa leo. Inarejeshwa. Kilichoenenda kinarejeshwa leo. Umesoma, umehitimu, uko na karatasi zote, lakini hakuna kitu kinafanyika ndani ya maisha yako. Unaokona kweli hiyo ni hilo shoka ambalo ni kweli ulisoma, lakini masomo yote yakatumbukia nyongo, ikaingia ndani ya maji na tena yakazibwa na matope. Na haujui hata ndani ya hiyo maji pengine ungenyosha mkono, pengine ungeumwa na mnyama, pengine ungeumwa hata na crocodile na wanyama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anajua. Mungu anajua. Usione masomo ya kwamba ilienda. Nimekuambia leo vile shilingi inaamka, hata wewe unaamka. Hata wewe unainuka. Vile dola inainuka, tunaifikia. Hata wewe siku ya leo. Wewe uliye na makaratasi, nimekuja kukuambia usijinyonge. Usijitie kitanzi. Ninajua depression ni mingi sana, lakini nakupatia neno la siku ya leo. Kama kulikuwa na uwezekano wa shoka na ni chuma ingie ndani ya maji na iweze kupotelea ndani. Oh my God. Oh my God. Na watu wakiona na macho yao wakaona muujiza wa Mungu. Oh hallelujah. Kijiti tu kinawekwa juu ya maji. Oh na shoka linalea. Ninataka kukuambia katika jina la Yesu, unahitaji tu mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akiwa na wewe na malaika wa Mungu, mambo yote itakuwa sawa. Mambo yote itakuwa sawa. Wewe uliye na depression, usikose kwenda kanisani. Unahitaji mtumishi wa Mungu akuombee. Akuombee. Usijiue, usijitie kitanzi, usikunywe dawa. Kuna matumaini. Kuna matumaini kwa shoka ambalo lilitumbukia ndani ya maji, ndani ya ziwa, ndani ya matope, ndani. Lakini wakati ulipofika,
Mungu akasema na ile hiyo masomo ile hiyo masomo ile hiyo ndoa ile leo. Mtumishi wa Mungu, usifunge kanisa, usifunge kanisa, usifunge kanisa. Mtumishi wa Mungu, neno limekuja kama ni shoka liliweza kuotolewa ndani ya maji. Hiyo ni kidogo, hiyo ni kidogo deni ya mahali hapo ambapo kanisa umekondishwa. Hallelujah. Hiyo deni nakwambia ni kidogo. Ni kidogo. Nakwambia ni kidogo. Ni kidogo tu. Oh, nakwambia mtumishi wa Mungu ako mahali pale. Usikae nyumbani. Usilale tu. Kuja kwa mtumishi wa Mungu. Atakupatia mwelekeo kutoka kwa Jehova. Ninashukuru Mungu. Ninainua Mungu. Ninasema ni asante kwa baba yetu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye uwezo. Aliye na uwezo wa kufanya miujiza. Hata siku ya leo ninajua miujiza bado ipo. Miujiza yako bado imesalia. Miujiza yako bado itatendeka. Itatendeka. Haijalishi nini nilianguka. Haijalishi nilianguka wapi. Haijalishi. Kila ninajua ni ya kwamba uko na bidii ya kuweza kujituma. Ya kuweza kujituma. Kama hawa watu hawangeongelesha mtumishi wa Mungu waende wakakate miti, hii miujiza haingepatikana. Lakini nafurahia na ninashukuru Mungu, hawa watu walikuwa watu wa kujituma. Uwe mtu wa kuweza kujituma, uweze kujituma. Wewe uko ng'ambo, si ukakunywa mapombe. Uko ng'ambo, si ukakunywa madawa za kulevya. Kuwa mtu wa kujituma, kuwa mtu wa kujituma. Jitume. Wakati unajituma, Mungu anatembea na wewe. Malaika wa Bwana walitembea na hawa watu. Walikuwa na hawa watu. Walikuwa na wao. Nasema leo katika kazi yako, katika biashara yako, mahali popote ulipo, nasema leo pokea huyo malaika. Huyo malaika alitembea na Elisha. Tembea na yeye. Pokea huyo malaika. Pokea huyo malaika wa kuinua kilicho chini. Malaika wa kuinua. Ulijenga nyumba ikafika rento ikasimama. Nasema leo pokea malaika aliyeamsha, aliyeinua shoka ya maji. Huyo malaika ndio tunahitaji. Pokea huyo malaika. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Mtumishi wa Mungu, ulisema kipawa kilienda. Kuna matumaini. Kikarudi tena. Tafuta mtumishi wa Mungu. Tafuta tena. Aliye na upako. Rudi mahali ulitoka. Rudi hapo. Rudi pale. Mtumishi wa Mungu. Rudi pale. Mtumishi wa Mungu. Usiende kwa ulevi. Usiende kwa ukahaba. Mtumishi wa Mungu. Na kuongelesha mahali ulipo. Hata kama kipawa kilienda, neema ya Mungu bado inakuona. Bado neema ya Mungu. Kama hujakufa, kama haujakufa, bado neema ya Mungu iko juu yako. Ita malaika wa baba yako. Malaika wa baba yako atakuinua tena. Kama vile shoka na ni chuma ilivyoingia ndani ya maji, ndani ya matope, mahali ambapo palikuwa na kimo kirefu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia haijasema ilikuwa ni kimo kirefu kiasi gani, lakini ilikuwa imeingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninajua leo wewe upate ya kwamba kuna matumaini. Neno likasema tukianza siku moja, sio siku mbili, siku moja. Ushindi wa Bwana utaonekana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo tumainia huyu Mungu. Tumainia Yesu. Tumainia huyu Mungu. Tumainia Jehova. Na usiwe na wasiwasi, na usiwe na tashwishi. Na hata wakati mtumishi wa Mungu unamuuliza maswali, anakuambia enenda. Jua wewe uko na malaika wa Mungu. Tembea hapo. Unaenda na kibali yake. Kibali kiko. Bora hajanyamaza na hajasema jambo ameongea kitu, lakini amesema enenda. Wewe enenda. Mungu anakutangulia. Mungu anakutangulia katika hiyo biashara. Mungu anakutangulia hiyo kazi. Mungu anakutangulia. Wewe ni mama, uko na mimba, haujui kutakuwa namna gani.
Unaona mtoto analeta shida. Neno ni lako leo. Neno ni lako leo. Mungu ako hapo. Neno ni lako leo. Malaika wa Bwana atembee na wewe. Atembee na wewe. Atembee na wewe. Atembee na wewe. Utajifungua vyema kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Katika jina la Yesu. Asante. Mungu awabariki na awatende mambo mazuri. Amen. Tumefika hapo kwa leo kwa sababu ya wakati na masaa. Tuseme Mungu awabariki na awatende mema. Sasa nataka niombe kwa wale ambao wangetamani kuokoka. Uko hapo, wewe mtu wa pikipiki, wewe daktari, kwa hiyo ofisi, kwa hiyo soko, kwa hiyo kibanda, wewe unatembea barabarani, hata wewe uko ndani ya gari. Kama haujaokoka na umesikia neno la Mungu, Mungu anatembea na watu ambao wanamsihi, na chochote chako ambacho kitaanguka Mungu atakilinda, kwa sababu kwanza mlitembea na yeye. Inakuwa ni makosa sana na ni tabu wakati mambo imekwenda mrama na hakuna mtu wa kuita, maana wewe mwenyewe ulienenda ukiwa peke yako. Tafuta msaada ambao ni Yesu Kristo. Ukitembea na Yesu wakati wote utamhitaji, ushindi wa Bwana utaonekana. Umesoma kama vile tumeongea, uko ng'ambo, kazi iliisha huko, mahali popote ulipo, Mungu anakujua na anakudhamini. Shoka ambayo lilianguka liko na uwezekano mkubwa sana kuweza kurudi na kufanya kazi tena. Kazi utaifanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana.